God bless you. God bless you this afternoon. God, I thank you. I honor you and I worship you this afternoon. You're my Lord, you're my Savior. You have given us this another opportunity, God, to come and glorify you. Nitumie tu kama chombo, nikazungumzie watoto wako, nikawaneemeshe na nikawaweze kuwafaidisha katika maneno na matendo yako. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Asanteni sana. God bless you. Thank you for those who have found time to come and be with us this afternoon. I know we are still picking up, and I know by the time we finish the doings here that we are doing, we are going to go full-fledged. Last Friday we were to have a Kameme Kesha, but we did not have it because the time they arrived, that's the time the electricity went, and they cannot risk that their TV not running because of your mistakes. So they decided to go, but they have said they will be here on Friday because I have confirmed to them electricity will be there. We have our one generator, a better one. We have a technician here who's doing us the best generator ever in the world, the only one that is going to exist in this world without using fuel, without using solar. Just a generator without using fuel, without using solar. Sijui mnafurahishangwa na nini kama hiyo iwezi kuwafurahisha. Because I thought mtashout amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna generator tunatengeneza hapa, ni kadogo sana, kadogo kuliko this thing, but it will run forever. It run building mzima wakitaka tuwapatia stima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo na hamtalipa bill tena. Hatutalipa bill tena ya stima. And that one you're going to make it is our project ya Mfalme wa Amani Foundation. And hiyo tumefaulu, we have captured it, and many other projects ambazo tutakuwa nazo. Then that one we are going to market it the whole world, and we want to sell even to America. We're going to export it. Isn't that good? Isn't that amazing? Hallelujah. I'm happy to see you because I love you also. Yes, good. Only one person, which is good. Sijui kama ni yeye ama ni kujipeleka mbele. Kwa wale wanijui mimi ndio naitagwa Waruinge. Wangapi wanijui hapa? My name is Ndura Waruinge. Na ninawapenda sana. Ninapoona mnakuja lunch hour, I'm so happy for you. Najua tumekuwa na nyinyi for quite a long time, and I want you now to make it perfect. It is lunch hour from Monday to Friday. Sio Wednesday tulikuwa tunakuja. We used to come for Wednesdays. Hiyo mambo ya Wednesday imeisha. But one on one nitakuwa nikianza 5 a.m. Bwana Yesu asifiwe sana. One on one nitakuwa nikianza saa ngapi? 5 a.m. Tunaenda mpaka saa 6, tuna suspend, kisha tunarudi baadaye saa ngapi? Kutoka saa 9 mpaka saa 11 tunafunga, because tuna prepare for other keshas ambazo tutakuwa tukikuwa nazo. From Monday to Sunday we shall be having keshas in this church, different types za wamama, za wazee, za vijana, za praise and worship, zote we shall be having continuously. Si ndio mzuri? So that we can have the real worship, the real desire to have God working with us. Therefore, I'm glad to have you once again, and today I want us to tuangalie mahali pazuri tu. I know tumezungumzia hizi maneno sana, lakini nataka tu nirudie mpaka imkunywe kama dawa. Si ndio? Mkunywe, mumeze kama dawa, ndio ikae kwa mwili wenu, ndio mjue, because we need to help one another. This is an area hamujakuwa, kwa sababu nyinyi mmezoea pokea muujiza, pokea gari, pokea nini, but hamujai kuambiwa between wewe na kupokea kuna ka process ka kupokea kutoka hapa paka gari paliko. Kuna process, kwa sababu ukipokeza nikikupatia gari, chukua gari, chukua kifunguo ya gari, si chukue, chukua, sema amen.
Sasa nimekurushia kifunguo, iko wapi? Gari iko kwa Muhindi, na Muhindi ajui hiyo Yesu yako unasema. So ile kitu nakurushia, nakushia roho ya kuweza kutafuta pesa uende ukanunue, lakini si roho ya chukua. Shika hapo, kuna waya, shika, kamata waya hapo juu, kamata waya. Hii maneno ya wokovu ni kama ujiga, kamata waya hapo juu, kamata waya. Sasa mtu amekwambia maneno ya wokovu ni kama ujiga, yeye ni kama ujiga kwa sababu yeye ni mjiga. Unaambiwa kamata waya, hakuna waya. Na baada tukimaliza hapa, chairman ama chairlady anasema kuna mkutano, watu wabaki nyuma. Wazee watakaa pande hii, mama watakaa pande hii. Alafu mzee sasa anaanza kuexplainia, najua sasa sisi ni kanisa, tuko na mchungaji wetu, baba askofu, tunampenda sana. Na kama wazee sisi tumeamua tununulie askofu wetu gari, ndiposa tuweze kumfupishia mipango yake na tumurahisishie mipango yake, ndiye aweze kutuhudumia vizuri. Sasa mnaambiwa kila mtu atatoa shilingi 3,000 na mnaambiwa andikisheni. Lakini huyu askofu wana wago alikwambia ukamate waya, gari inakuja. Mbona yeye hataki mshirikiane kukamata waya? Yeye anataka waya ya mfuko yako. Si unapo wewe hiyo unasema mambo ya wokovu ni kama ujiga. Amekuchukulia wewe ni fara. Wewe anataka mfuko yako itoe gari yake, lakini wewe ukamate waya. Hiyo inaonekana kweli kuna kitu ambaye haiendi mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. So that's why I need to teach you. That's why I need you to sit down and be told this. Because mimi nime go through this process na nimeona how the process can change your life. We have been at City Stadium, a small tiny place, a very tiny place. But it produced this place. It has produced you. Many people have changed. Their lives have changed. I've seen people being transformed. I've seen people being grown from one level to another. It is a process. Growth is a process. Growth is not miracle. There is no miracle in your growth. There is no miracle in your success. There is no miracle in your development. There is no miracle. It is a process. The process is a miracle. Miracle is a process. If you agree to sit down and follow the protocol of success, then that is what we call the miracle. Agreeing to sit down and wait for the process to be processed. Bwana Yesu asifiwe sana. But if you want to come here ati nikuombe utoe pesa yako useme tumevuja madhabahu uende, hakuna madhabahu itakuwa imevujika. I'm telling you my friend. Atenedea ikigeshiki komiko mishiriki komie cha kuvuja madhabahu. Yes, umerusha za kuvuja madhabahu ndio. Lakini umevuja nini? Madhabahu gani unajua? Ni nini umevuja? Yeah? Umetoa pesa, umetoa kabusi, umetoa kitu. Ati nimetoa ya kuvuja madhabahu gani? Umefundishwa ukaelewa unavunja madhabahu gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ukienda hospitalini, ukienda physician, ukienda pale kwa consultant, anakutuma wapi? Anakuandikia kijikaratasi, anakutuma wapi? Anakutuma lab. Kwa sababu hataki kubahatisha. Hataki kabisa. Anataka kukutreat the real problem, where the problem is. Anakuandikia, anakuuliza unasikiaje? Unakwambia nasikia kisungusungu. Alafu baadaye nasikia Kifaransa. Alafu nikakaa kidogo nasikia Kihindi. Sasa anaangalia ni nini inasababishanga vitu kama hizo. Anaandika. Kisha anakuuliza mguu hapa pande hii hapa, anafinya. Hapa anafinya. Kisha anakuambia anaandika. Kisha anakuambia fungua jicho yako, anakumulika hivi, anaandika. Kisha anakuambia toa ulimi yako nje, anaangalia, anaandika. Alafu unaenda kwa lab. Unakuja na maandishi kutoka kwa lab. Sasa lab na yeye anasema huyu mtu ako na nini? Ako na H pylori, ama ako na tuberculosis, ama ako na kaswende. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Kuna watu walipata kaswende 13 years, nimekaa kwa mwili. Inakaa kwa mwili na ikikolea kwa mwili ndio inafanyanga mtu akue mwenda wazimu. Si ndio? Inafanyanga mtu akue mwenda wazimu. Ikikolewa kwa mwili because inapanda inaikaa kwa brain, inaharibu brain. Obulangata yote inaharibika. Na ni kaswende tu. Bwana Yesu, kwa sababu ulikosa kuitibu, ikakaa kwa mwili, kazoeana na mwili. Kwa sababu vitu vingine ndio maana anataka kupeleka kwenye lab akupime. Unakuta anakupima vitu huku mwambia because zile symptom umempatia zote anazijua ni za kaswende.
Sasa anapima kaswede. Ukiangalia karatasi unashindwa huyu mtu ako na kichwa mzuri. Lakini uzuri wa daktari wako na rago jingine wanaandikaga. Sasa huwezi kujua ama ni kaswede umeenda kupimwa. Wewe unaenda kama kodoo, unaenda unapimwa. Kisha unaambiwa unaandikiwa madawa na umeandikiwa antibiotic. Sasa unashindwa antibiotic na H pylori zinaingiliana wapi? H pylori ni gas na ulcers na nini zimeingia, sasa antibiotic na hii imeingiliana wapi? Lakini sasa huyu hataki kukuambia, lakini kitu ameanza treatment. Na nakupeleka treatment mrefu, mashindano, manini, nini. Unauliza kama unakuaga na allergy ya dawa ziko na peroxide ama ziko na nini. Kumbe ni kutayarisha tu akupatie dawa wewe uende ukatulitiwe, utiritike na huko jua ulitiritiwa nini? Kaswede. Kwa sababu umehumiza watu wengi sana na hiyo kitu yako. Sasa ni vizuri kuelewa what you are treating. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo baraka nakuja kuachilia hapa. You need to understand baraka gani na ni ya nini na ni kwa wakati gani. Kila baraka inakuja kwa wakati. Wakati ulikuwa mtoto hauwezi kupatiwa baraka ya mtoto. Hakuna. Siwezi kukutabiria unaenda kupata mtoto wa kiume na uko na miaka 9. Siwezi. Ukifika wakati wa kukomaa, umekomaa kuzaa, sasa ndio kwambia naona Bwana anasema kuna mtoto wa kiume anakuja. Yes, because the season is agreeing. Inakubaliana na unabii yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama hatukubaliani hata kidogo, hatuelewani. Sasa mimi niko Tanzania na wewe uko Zanzibar na wewe uko Kenya. Na anakuambia mambo ya Kenya na huko Dar es Salaam. Sasa itakuwa nakupatia story ambayo haikusaidii hata kidogo. Tuangalie kitabu cha Danieli. Leo nataka tuzungumzie how to win spiritual battles. Vita vya kiroho. Jinsi ya kushinda vita vya kiroho. Hiyo ndio muhimu sana. Kwa sababu unaposhinda vita vya kiroho, una mamlaka na mambo makubwa sana ya kufaulu katika anga zako. Maana wengi wetu hapa tumekamatwa na hizo anga, vita vya kiroho. Kuna maroho zimetukamata. Unakuta umejaribu kuacha pombe, imekataa. Na wewe ni mpasta tu, ni Mkristo, hata wewe ni bishop. Lakini unafika kama mahali unasikia dai wako ngara, dai kwa tahaya katoti kama tu. Sasa unawekewa katoti ka viceroy, unafanya kanateremka. Wewe na yule amelala kwa baa, hamna utofauti. Because ni kiu, ni kitu kamekukamata mpaka ukasikia. Unakuta mtu mkubwa kabisa anaenda kwa choo, unamkuta kwa choo na kasikala. Alafu anaweka tropical kwa mdomo. Alafu bahati mbaya anakuja anavuja hako kabisa na weka kwa mfuko. Kananuka. Lakini sasa akili zake kwa sababu ni kama za kanyauka, amekula mayai, anafikiria hanuki. Sasa akikuja ukizungumza na wewe, unaona akijifanya hivi ni kama anazuia asirushe corona, lakini ni kusikia ameanza kusikia ananuka. Na tusigara tunaanza kuaibisha mtu akifika mbali watu. Akitoka mahali kwa choo anasikianga ako fresh. Lakini akianza kuogea anaanza kusikia harufu, anaanza kusikia area hiyo yote imeharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Area yote imefanya nini? Imeharibika. Ni kwa nini? Kwa sababu kuna maroho ambayo tunaita madhabahu ndio imesimama na inakutakanga kukuaibisha wakati unataka kuwa mzuri. Kuna ingine tena inakuaga unakuta ni mama ama ni mbaba. Unajaribu kujizuia, unaona kasichana kama haka, unajaribu kujizuia na unajifunga kabisa, unasema dikwe dadwa yale unedarekania nao. Siku hilo unakataa watu kabisa, unasikia umewakataa. Unakuta kimama kwako, kimama kisuri kimekutembelea na kimetoka Mombasa. Na nyumba ni gani? Ni moja. Kitanda ni gani? Ni moja. Na mlikuwa urafiki. Ni woke muigata. Wezi mfukuza. Namwambia tulale, tunaambia Mungu usijali, wacha tu nimahanya hii ndio yangu ya mwisho. Ni nini? Hiyo ni roho. Wakati umeapa sitafanya, sasa hiyo ndio wanatumana. Eda, tuone kama ameapa. Ukaka kidogo naona kimama kimekuja. Kizuri na unakuta ni yule mlikuwa mnasoma naye shule primary na alikuwa girlfriend yako. Na saa hizi amejibondoa. Amekaa kama ile tomato ya huko bali kulikuwa kumejengwa nyumba zamani igajoine. So kitu kanyarokete ugo kaka toma hizo tukagera. Huko mdomo ni kama kioski ya Coca-Cola. Huko nyuma inakuwa ni mzuri sana. Unaangalia hivi na umekaa kama miezi 5 6 na wewe ni mwanaume.
Sasa unaona tu mwe Mungu ya sasa wewe Mungu unajua hii maneno hii. Mungu unajua hii maneno tu. Na ni wakati tu uliapa ukasema sitafanya hiyo kitu. Si mmejikuta kwenye station. Wakati tu umeapa hii kitu sitafanya tena, ndio na kinakuja hapo. Wakati umeapa utakuwa ukikula hii kitu. Saa siku hiyo. Wakati umefuga ndio mtu anakuitia kanyama. Nasema ndaenda 7 days dry. Nasikia uncle ule alitoka America. Hello Francis, weko. Serena nioka. Ukifika Serena unakuta ndio sasa mapochopocho zimeandaliwa kwa meza. Unaambia Mungu hata wewe unaona sijai kanyaga Serena. Ni mara yangu ya kwanza kukanyaga Serena. Funga mlango kwanza nisidioje, alafu tutafungua baadaye. Umeangusha, maombi umeangusha. Bwana Yesu. Kwa sababu hiyo tu ndio nataka kukutest. Nayo unakuwa umeanguka. Because ni kuna roho. Kwa hivyo naweza kukungangania ni kuombe. Tukae naye kanisani uombage. Tukahoya. Tunaomba mpaka unaona Mungu anateremka. Lakini ukitoka hapa kiwa kwa matatu ndio unapata kiboyfriend kizuri, kimutu kizuri. Ama wakati mvua inanyesha ndio hiyo inanyesha, kile jirova kinasema, "Hi mom, can I give you a lift?" "Oh yes. Oh yes." Yes, utabebwa na lift kwa sababu kunanyesha. The reason ya kuingia kwa gari inakubalika, kunanyesha. Lakini ukiingia kwa gari, jamaa amefanya deliberately, amevuruta hivi. Na sasa hiyo nyumba imefungua. Nikimuruta kile kwa jirova kuna kitu ka tray hivi kakupagwa mapesa, ka 500, ka 1000. Zimepagwa zikapagika. Na sasa you only need 3000 nyumba yako ifunguliwe. Oh my God. Kijama kinakuambia sasa, unaanza kumwambia story, mbona umetembea barabara? Namwambia hapana, nilikuwa nimeenda kutafuta kazi lakini nimekosa kazi because nini, nyumba imefuka, kasimu kanaigia karadi road. Na sasa upaya ulikuwa umekelea simu ndio ujipaguse mkono. Kananyandika radi road. Kijamaa kinaangalia kinaona ni radi road. Anakuuliza kwani nani anakupigia simu? Unamwambia ni radi road. Ni nini? Kwenda kusoma message kwa sababu ya ile bitterness uko nayo. Unasoma hiyo message loudly. I have locked your house. Kijamaa kia jirava kinakutumia kuchomolea shilingi 10,000 kinakwambia si hizi zitakutosha. Oh my God. I thank you Jehovah. I thank you Father for this miracle. I thank you. Oh my God, you are faithful God. You said you shall never forsake nor leave those who believe in you. Kumbe umekia kwa mtego wa shetani. Kijama kinakwambia basi kabla tu nini hiyo radio yako na simu unaweza kumtumia pesa. Ashakupatia 10,000. Alafu anakuambia nipatie namba ya radio. Kaka. Anawekewa za miezi zingine 3. Na bado uko na 10,000 kako hapa. Alafu anaambia pigia radio mwambie nyumba imelipwa. Radio kupigiwa anasema nimeona pesa, na kumbe radio already alikuwa asha transfer pesa kwa mahali kwingine kwa sababu ameona ni kama nini, ni pesa imetumwa kama kosa. So by the time usebo reverse ishatoka, kumbe na yeye ametumia shosho yake. Sio pesa ndio isikue ni ile wrong money, imekuja kwa wrong money. Kwa hivyo najua ukianza ku reverse itakamatwa, inakamatagwa, iwezi kwenda. Na msichana sasa anakuwa mesmerized. Sema mesmerized. Anakuwa mesmerized. Yani unakuwa disarmed, dispossessed. Unakuwa hauna nguvu tena. Kumbe ni zile maroho zile zinakukamatanga at the time of need ndio wakuweke kwenye wale walifanya hiyo nyumba isilipike. Wao ndio wanaenda sasa wanaleta kimutu kia Rejirova. Kumbe kimutu kia Rejirova ni kizuri, ni kitamu, ni kimutu kirefu, keusi, kilicho na pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitol na kidaki na kihadisam. Sasa naona natakanga watu kama hawa. Na ulikuwa umeonyeshwa kwa ndoto bwana yako atakuwa kiendesha gari na mtakutana kwa barabara. Kumbe ni shetani alipelekea hiyo mandoto. Sasa unakuja unakutana na kibwana ndio hiki. Unaona kweli ni hivi. Huyo ni hata alikuwa amevaa shati kama hii. Kumbe preparation zote zilitengenezwa na ile madhabahu inatawaraka kwenu. Madhabahu ina uwezo wa kutengeneza preparation, kukupanga vizuri na kukuweka into the position ya kukamatwa. Ukikamatwa tu kinakupeleka kijama, kinakupeleka mpaka kwa room, unaenda mnalala, hata uende nyumbani kinakununulia mpaka nguo za kucheji kesho. Lakini akikumalizia
Huyo jamaa unajaribu kumpigia simu, hawezi kuchukua simu. Bako unashitwa, huyu mtu ni yule tuliongea na yeye. Huyu ni mtu ni yule alinilipia. Baka amekublock. Asa unashitwa, alitoa shilingi zake 10,000 na ingine 30,000 ama vote. Alafu ablock simu na huko umemuomba, ni lift alikupatia na huko umemuomba. What happened? Kumbe mission was to get you. Na amedeposit roho ingine hapo ndani yako. Kutoka hapo unaanza manuks. Nuks after nuks. Nuks unaanza kutembelewa na manyoka, unaanza kutembelewa na shetani, unaanza kufanyiwa maneno, unakuta sasa watu wanalala na wewe, majini zinakuja, ukienda kwa kitanda unasikia, ushaikuwa kwenye kitanda unasikia ni kama kanyau kamekanyaga kitanda. Umekuwa kwa kitanda unasikia ni kama kanyau kanapita, kana kanyaga nini kwa blanketi. Ushaisikia? Nani ashaisikia kitu kama hiyo? Hiyo inakuwa ni ile ulirushiwa, ile uliwekwa pale ni majini. Sasa majini kutoka hapo inaanza kutawala wewe. Lakini who organized this thing? Iliorganiziwa na madhabahu ambayo inatawalaga kwenu. Ndio inafanya mipango. Na ilifanya mipango hata kabla hujakuja dunia hii. Wakajua mwaka wa 20, utakapofika mwaka 20, tarehe 3 na dakika fulani, ndio hii roho itaingia ndani wako, ndio itakukamata. They are organized. They have planned. Ni kitu kimepangwa, kimepangika. Si ati ni kitu nimeanza kufikiria ngayo ni adakala mono leka tumbo ikilia maji. Hapana, hii ni mpango inakuanga. Maana ndio nakwambia ni madhabahu, ni maroho ambayo yamekuandama, yamekufuata, na wanatumianga kitu inaitwa monitoring spirits. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kama kuna shida unapitia saa hizi, si ya leo. Ndio nakwambianga wacha kukuja na haraka mingi. Si hiyo kitu, si ya leo. Hiyo kulala unaona kama alisemelana hivi, si kwa leo, kulipangwa kitambo sana. Na akaambia leo dakika kama hii atakuwa kisinzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta hiyo vitu, hiyo shida unapitia, it is not yesterday. Sio tu kwa sababu ulipata kazi ati ni wivu. Hakuna wivu ya kazi, hakuna wivu ya biashara, hakuna wivu ya ministry kama hii. Hapana. Those are things that were planned long time ago. It is only zinaigia mahali zinafaa. Kwa sababu mlango ikikaa imefunguliwa, zinaigia mahali zinafaa kuingia, zinatumwa, ziliprogramiwa. Kuna wakati ulizaliwa, kuna pepo lilizaliwa kwa sababu ya miaka 20 yako inayokuja. Wakati ulizaliwa, kuna lipepo limetengenezwa kwa sababu ya 30 years ambayo inakuja. Haujafika lakini linakuwa na wewe. Na nimeambiwa akifika 30 years, mwezi mmoja, tarehe moja, sekondi moja, gongeni yeye na mtamgoga hivi. Kama mlango itakuwa bado inasimama. Na ndio unaonaga watu mlisoma na wao, walikuwa garasti, walikuwa na washida, ni mang'ombe tu kwa shule, walikuwa wanafanya hesabu, walikuwa na copy hesabu yako. Lakini saa hizi ndio wameoni makampuni hapa Kenya. Na wewe ambao ulikuwa namba moja, hakuna kazi. Hakuna, hujapata kazi, hata bwana umestruggle, hata boyfriend wako kufanya hivi, ni shida kupata. Lakini kimutu hata hesabu kilikuwa hakijui. Ndio nakuta ni CEO kinasukuka tu hivi, kikifanya maneno hapo, kinasukuka hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinaweka mamewani, "Ade look very familiar. Nimekuona wapi?" Kwa sababu hakubuki. Kwa sababu hata hesabu wako nakubuka. So hata wewe kukukumbuka hawezi akakukumbuka. Wewe tu ndio nakumbuka kwa sababu ulikuwa unakumbuka hesabu. Na unajua wewe ndio ulikuwa unamuonyesha hesabu. Lakini mlipofika kwa exam alipata E kwa sababu hamkupata nafasi ya achukuli. Ni kitu kilipangwa. Hii nyumba ilipangwa miaka mingi, na mimi nikazaliwa na nyumba ikatengenezwa. Mpaka wakati miaka ile kulipangwa, roho ilipangwa, na ikasema mwaka fulani tarehe fulani huyu jamaa ataingia kwa hiyo nyumba. Sasa nimekuwa mipango imetayarishwa. Hivyo ndivyo mapepo yametayarishwa, yamepangwa kwako. That is why you see things are happening. Na unashindwa, why are things happening? Why is this problem? Kwa nini haujafanya? Ukoleto kanisa ini we mudhigu, we mudu mwega. Yani unakuanga kanisani kama ni zaka umetoa, fungu la 10 umetoa, kanisani saa 12 unakuanga, kwenye maombi unakuanga, lakini matatizo bado yanakuandama. Ni kwa nini? Kwa sababu kuna program ilitengenezwa. Na hiyo program usipoielewa, uchange hiyo program, utaishi kwenye shida.
hata kama utaokoka, hata kama utakuwa bishopu, hata kama uitwa akibishop, bado utakaa kwenye shida, because you are operating in a program that was programmed in your life. So the most important thing ninakwambia, kaa chini ufundishwe, ndio uelewe, uanze kujiuliza maswali. Ni kwa nini ndoa? Wakati nilifika, akaja kama mtu wa Ayubu. Ayubu aliamuka siku moja, asubuhi moja, akiwa na watoto, akiwa na ng'ombe, akiwa na utajiri, akiwa na kila kitu. Lakini ikifika jioni, alikuwa single and lonely. Single and lonely. Kwa nini? Shetani alienda akaambia Mungu, hiki kimutu kitakufuataka kwa sababu ya ile pesa umempatia. Naye Mungu akamwambia, nenda, go try him. Go try him. Usiguse moyo wake, lakini go try. So Shetani akafanya program zake haraka haraka, kulingana na venye program zilikuwa zimepangwa, zikakuwa activated. One day the man became poor, without children, without animals, without anything. Yani alikuwa in 1 hour wanakuja wanaambia, tulikuwa tunafanya nikipita hivi kuangalia kidogo picha na watu wakakufa, kakaa kidogo nawa, kakaa kidogo ng'ombe zote zikakufa. It is not a coincidence. What is happening in your life, it's not a coincidence. Wacha kublame hicho kimwanamke kilikuja kwa life yako. It is not a coincidence. Kimwanamke kilikuwa kina fulfill tu your program. Hicho kimwanaume kilikuwa kina fulfill tu agenda, na kimeondoka, na kikimaliza kinatumwa kwingine, kinaenda kufanya kazi kwingine, kinakuondokea. Hata ukijaribu kumfuata hiyo mwanamume hawezi. Unajaribu kumpepeleza hawezi. Unajaribu hata kumpatia kitu mzuri hawezi, because the program has worked and moved to the next level. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Tuko pamoja. Lakini then in the book of Daniel chapter 10 verse number 12, Biblia inasema ya kwamba, then he said to me, fear not, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and humbled yourself before your God, your words have been heard. From the first day you set your program. Kutoka siku ile maandalizi ya programu yako yalifanyika. Kutoka siku ile ulikubali kumfuata Mungu. Kutoka siku ile ulikubali kufuata na majira, kufuata maneno ambayo Mungu alikuambia, siku hiyo hiyo ndio maneno yako yalibadilishwa. That is when your program was altered. Ikaingia kwenye njia ya Mungu. Siku the day you humbled yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. Then he said to me, do not fear, Daniel, from the day, the first day that you set your heart. So it is all about setting your heart. Because in the heart, that is where they plant. In your heart, that's where they plan. In your heart, that's where they do things. They must convince your heart that this thing will happen and will work. Bwana Yesu asifiwe sana. So in your heart, that is where the disease is put. It is a program. Daniel ambaye kutoka siku ile uliweka moyo wako ukakubali kufuata mafundisho haya, maneno yako yalibadilika. So it is first thing first, your heart. For you to be delivered, we must start with your heart. That stone heart, hiyo mawe, hiyo hati yako imejaa ni mawe, ile mawe ya kujenga nyumba ya blue koki, lazima uibadilike, lazima ichange for God to find a place to come and dwell in. Because God must find a place in your heart for him to dwell. Kutoka hapo the organization ianze kufanyika. You must have the change of the attitude. Changing the attitude is changing your heart. The desires of your heart ndio zinakupelekea kuingia. Kwa sababu ulipoingia kwa kile Jehova, the heart quipped. Kuna watu wanasemaga, when I saw you my heart quipped. Ikaquip, ikastuka, ikashindwa aya. Nikutora kadotaya. Hallelujah. Oyo daki agera muno. It is the heart. It equipped. So from the heart you change. From the heart your deliverance will begin. From the heart your communication with God will start. The communication that you need from God will begin from your heart. We give our heart to God. Only, not the body. Only the heart. Then you clean the heart. You make it clean for him to reside in.
And from now the heart, the reprogramming starts. Wanaanza kubadilisha program zako. Zile zilikuwa zimeandikwa utakuwa, zile zilikuwa zimesemwa utakuwa, zinabadilishwa, zinaandikwa zingine ambazo bado zilikuwa zimeandikwa, lakini kwa sababu ya mapepo ambayo yanazungumza kwenu, manguvu za giza ambazo zinazungumza, miungu ya kwenu, ili ikakuprogramu ukiwa mtoto. Na ndio nakwambia kwa mtoto wakati wa kuzaliwa ni muhimu sana angaliwe. Mkunga ambaye anasaidia wewe kuzaliwa ni muhimu sana katika maisha yako, kwa sababu anaweza kubadilisha nyota hapo. Nyota zinabadilishwa katika kuzaliwa. That is why we dedicate our child as young as one day for them to be prayed for. So if there is an altercation, kama kuna kitu kimebadilishwa, kiwekwe laini, mazungumzo ya kiungu yazungumuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mambo yabadilike, kwa sababu at conception life starts there. And when life starts at conception, that is when this thing is spoken about. Wale watu wote mama zao walitaka kuwaabort, kuwatoa, until today they are rejected. Until today they are rejected. It was an act. The mother tried to abort you. The mother tried to remove you because haukuwa ukuje wakati ule, ama ulipata mimba, alipata mimba na kile kimjamaa kilimdabajika mimba kilitoroka. So ukaanza kucontemplate, I have to remove this thing. From that time of conception, na wakati alianza kufikiria this thing must be removed, that was the beginning of your failure. That was the beginning of your downfall. Bwana Yesu asifiwe sana. And from then unakuta rejection after rejection. Nobody accepts you. Ukwenda kwa kampuni unakuwa rejected. Unaenda mahali unakuta watu wako wazuri, ni mapasta, ni mabishop, lakini wanakureject. Ukiwauliza what are you rejecting huyu mtu, hakuna, there is no reason. Why? Because at conception you were rejected. At conception there was a plan to kill you. Bwana Yesu asifiwe sana. So number one, the heart has to be set in a manner that it is acceptable. And number two, and to humble yourself before your God. Humbleness. Humble. When you become humble, the Bible says God anapenda moyo ambao ni mnyenyekevu. The humble heart and a contrite what? A contrite spirit. That is what God likes in you. So with the humble heart and a contrite spirit, you create an atmosphere for God to have a dwelling. Bwana Yesu asifiwe sana. When God finds a dwelling in you, it means every boundaries will be changed to fit your God. Therefore, when God is in you, decides and works to make sure you walk in the manner that he pleases him. So whatever that was arranged for against you, whatever that was organized against you, it stops. Then whatever that is for you begins. Bwana Yesu asifiwe sana. This hall, for the builders and the people, the owners, the caretakers, they never thought it will be a church. They keep walking in to see, and they get surprised, because this is not what they expected. They never thought that this can turn to be a beautiful house. It was a store, a dirty house. But they come, wanaangalia, wanashindwa, wanaona ni nini hii? Ni nini? What is this? Why? Because God, when we brought God in this house, he altered from it being a store to be a place of deliverance. Bwana Yesu asifiwe sana. So that heart of yours, when you make it humble and before God, God will do something. Then humble yourself before your God, and your words were heard. Once you humble yourself, it opens the door for God to hear your words, for God to listen to you. God will only listen to that heart that is humble, that is meek, that is contrite. That is the day that God will speak to you. So therefore, it is very important. Kama wewe ni mjeuri, waachana na ujeuri yako. Kama wewe you work with the experience ya makanisa ile umepitia, just stop that experience. Kama wewe unakuwa unafanya experience na kazi zile umefanya from this world to this world, from this country to this country, from this hotel to this hotel, from this institution to this institution. Mimi nimewahi kuwa na mwanaume mrefu, mfupi, mnono. So utaniapia nini? When the day you stop and say, now God, I know nothing.
that is the day God will tell you, now that you know nothing, I will make you know something. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. God will never work with that heart ambayo ni kubwa, ambayo inajinenea, ambayo inasema. God will never work with that. God only deals with that, and that's now when the word of God, Mungu atakusikiliza. And also inaendelea kusema for you to win, you must have the following. For you to win this battle, the following must be won, but you must have in you. Lazima ukuwe na mambo haya ambayo naenda kukuambia. Maana kwa wewe, yani to win this spiritual battle. So the first thing that we have understood is that you must surrender to God. Number 2, you must be humble. Number 3, you must have an open heart that understands. Now, these are the tools that will make you win this battle. Tools that will make you win this battle. And for one, for you to win, you must not fear. Bwana Yesu asifiwe sana. You must not fear anybody. The book of Joshua chapter number 1, the Bible insists on Joshua. God insists on Joshua, do not be afraid nor be dismayed, for I am with you. Do not be afraid, nor what? Be dismayed, because I'm with you. So this concept of fear, it is well documented in the Bible that it is the cause of many people failing. That kafia nikifanya hili jambo kutakuwaje. Fear causes you to move a step backward, and the fear is instilled in you by the devil himself, not even his agents himself. The devil himself ndiye atakuletea hiyo spirit ya uoga, na kutoka hapo utaanza kuogopa, na ukianza kukopa, ukiteleza tu kidogo utaanguka, na ukianguka, that is the happiness. That's when now the devil himself will come na akwambia, si tulikuwa tumekuambia hii maneno hawezi. Sisi tulikwambia Waruinge hakuna kitu anaweza kukusaidia nayo. Tutakwelete. Lakini hukusikia, kwa sababu they have achieved in instilling fear. They have achieved in putting that fear in you, that now you cannot be able to make proper decision to a move that moves you to the next level. The moment you find fear comes into you, inakudestabilize, inadisorganize, inafanya plani zako zote zinaanguka. Zikianguka, now that is the time they do reprogramming. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye Mungu caused them to fear. Hallelujah. The Bible says, I will cause them to tremble before you. That is fear. So he will cause them to tremble before you, even if you are not powerful, but they will fear you. Waanze kuhara. Wale wazee walikuwa na ukoma, walisema tukikaa hapa tutakufa, na tukienda tutakufa. So there is no need tukae hapa tukufe, wacha tukakuvie mbele. Kumbe ni program ya Mungu. Ndio neno la Mungu litimike. Kumbuka kuna mzee alikuwa amesema, hiyo maneno yote mnasema haitafanyika. Naye akaambiwa aje? Kesho saa sita. Unasikia? Una masikio? Kesho saa 6. Hizi vitu zote zitafanyika, lakini hautaona. So wazee wa ukoma, kwa sababu ya hiyo neno lililosemwa, kesho saa 6 kutafanyika na utaona, the program ikaanzia kwa watu wa ukoma. Kumbe watu wa ukoma waliletwa miaka yote, na ukoma hiyo ilikuja kwa sababu ya that one word, kesho saa 6. Because there are people and there are things arranged somewhere just waiting for the activation of the plan of God. Wao walikuwa ukoma hiyo yao yote ilikuwa kwa sababu ya nini? Ya hiyo kesho saa 6 ndio neno la Mungu litimike. Neno la Mungu liko na mipango mirefu, limepangiwa zamani na limepangiwa, limekamilika. It is not a walk in the park. It is the plan of God. So that is why those people walikuwa na ukoma. Kwa sababu Biblia haituambii walienda wapi. Madhileko. Walipona? Walikufa? The Bible does not talk about them. Fulfill the plan of God. Maana walipotembea dunia inapepa, wakasikia watu kule, wakasikia jeshi ambalo linakuja. Ni jeshi kubwa, kumbe ni ukoma unakuja. Ukoma ndio unakuja, jeshi ni kubwa. Wote wakaacha mizigo yao, wakatoroka, wakaenda mbio. Kumbe ni ukoma. Ukoma ndio unababaisha. Mungu atatia maadui wako uoga, watatoroka, watapotea kwa
kitu kidogo sana kitakachotendeka kwao. Kapanya katapita juu ya kitanda ashinde kutoka. Kapanya tu. Na kalikuwa kanaaguka huko. Kaaguka kwa kitanda kwa huyo adui yako. Aseme kai ni madume ili ya rogi. Atashida kwa nyumba amejifukia. Kazi hilo walikuwa nataka kuja kuharibu isiharibike. Bwana Yesu asifiwe sana. So the plan of God is wide. God can do anything, can move a person from America just to come and save you. Alipe tiketi kutoka America akuje akuokoe. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how God works. That is when you are dealing with the spirit of fear. The spirit of fear is the greatest cause of many of you failing. Mwingine muko hapa, you are not even sick, lakini you are misdiagnosed. Kuna watu wanatritiwa cancer because of misdiagnosed. Lakini amechapwa kemo, ukimwangalia unaona ni kama kitu kingine. Because daktari tu wali misdiagnosed. Na kwa sababu walikuwa wanataka kuchukua pesa, wakachukua. Bwana Yesu asifiwe sana. But maybe, nakumbuka kuna siku moja nilishikwa na polisi hapa Nairobi West. Nikienda nyumbani. Sikuwa mlevi, mimi sikuwa nimekunywa pombe. Nilikuwa nimekunywa uji ya mukio. Uji nilikuwa nimeletewa na aunti yangu. Uji ya mukio inakuwa imegagata. Si mnaijua? Mimi niwacha nikunywe uji, wacha nipige tu uji ile na kaihori. Tulikuwa kwa wedding ya my cousin. Ile na kaihori kukuta kakauji kazuri, nikakulu, kabaridi vizuri, unakameza. Lakini kame fermentiwa. Kwa hivyo ni pombe hiyo. Nilifika pale Nairobi West nikaipulisa, nikaambia nikaambiwa uko 5 point what. Kai. Sasa nimeokoka na Biblia iko hapa. Sijakunywa pombe. Nikangangana na wao. Wakaniambia tutakufungia, nikasema hamtanifungia. Tukangangana tu hapo, mpaka mkubwa akakuja. Nikamwambia hata hiyo uji kibuyu iko hapa. Oja. Kumbe ni mzee Mkikuyu anaelewa hiyo uji. Akakamata kaniambia hata hii unaniachia. Hii si ubebi. Na mimi nikamwambia utashikwa na watu wa polisi. Wa kupolisa, watakushika ukiendesha gari. Akaniambia si mimi ndio nitashikana. Basi wewe toka. Kutoka tuko mbio kidogo. Pale Bomas, kumbe kulikuwa na shootout. Watu walikuwa na sprayiwa tu kiholela na wakora walikuwa huko. Kumbe ni hiyo. Ni uji ilitengenezwa kidogo ikino. Ikaletwa utawala. Ndio inizuie siku moja nisiende kupigwa marisasi pale. Bwana Yesu asifiwe sana. That is a plan of God. That is the plan that God plans in your life. If only you can give your heart to God, if only you can allow God to be in your heart, then the rest will work. The formula of God works without any altercation, any force, anything that forces it. Things will work collectively and permanently. So the spirit of fear will cause you not to see or to know, to get out of this battle. And number 2, set your heart to understand. But set your heart to understand. I am in this situation. And therefore, being in this situation, I need to come out of this situation. And this is the formula that I have to come out of this situation. Hapo ndio unasema kujiamini, kujijaza na kusema licha ya matatizo ninayoyapitia, mimi bado ni mtoto wa Mungu. Licha ya kuambiwa mimi ni mgonjwa, bado I am a candidate of going to heaven. Licha ya kuambiwa mimi ni maskini, I am still the son and daughter of God. Therefore, let your heart understand, ujiamini, ujue kwamba you have not lost this game and you are not going to lose this game and you are not going to be removed from this game. Kujiamini. Weihulie tagetore. Kwa wale wanajua Kikuyu, weihulie. Unajijaza. Si mnaonanga wakati mingi venye najijazaga najijazi kabisa. Hata mtu akiona hivi anasema, huko. Hiyo maneno ni kubwa sana. Kumbe hata hakuna. Akikuja tu aseme nikianguka, lakini ni kwa sababu ya kutetea Mungu wangu lazima nijijaze kabisa. Lazima Mungu wangu atoke hapa akiwa mkubwa. Siwezi kubali wanyarare Mungu wangu, siwezi kubali vitendo zangu ziweke Mungu wangu chini. Nitajiinua na ninajua nikijiinua, nijijaze, Mungu wangu atakuja na atasema yes, my son, you did that. Kwa hivyo make your heart to understand.
Make your heart to understand. Mama yako ni mchawi, baba yako ni mchawi, brother yako na watu wote ni wachawi, lakini they will never stop being your brother and your sisters. Hawataacha kuwa mama yako, hawatakuacha kuwa baba yako, wataendelea kukua. Kwa hivyo understand, uelewe, ni arogi ndio nao. My God will finish them. Hallelujah. Unaendelea tunajisema kwa huko, my God catch them. Mukiendelea tu, my God catch them. Ona higo wewe uletie. No ni ramenya mena hinyago gukira. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakaa kama ni kimutu kiko giant fulani. You don't fear. Daudi kalikuwa kama mtoto kadogo. Na kaliangalia Goliath akaona geke digitoria. Lakini kalijijaza because I think Daudi hakuwa anajua Goliath ni nani. Akaenda mpaka brother zake wakamwambia wewe ni ke niko tali na kioko kega. Kuna kijomba. Kakaenda kakafika kalipofika huko. Kakaona kai na niko kaneti but tutangangana tu, usijali wewe, Mungu kuja. Tutangangana tu. Akamwambia Goliath, akamwambia weka ubwa unataka nini? Akamwambia wewe utakuja na hiyo nguvu yako na mimi sikuji, mimi nitatuma Mungu yangu. Ako kama mtu kalijiondoa kwa hiyo vita, kakaachia Mungu. Kalijiondoa. Kaliyesema wewe kalitoka ubwa, weka ubwa, wewe ni nini? Najua hata Goliath alikuwa anakaangalia hili anashindwa, haka kadigiridi katafanya nini? Naye akamwambia wewe unakuja na nguvu na miaba na maneno na spirit za kwenu, lakini mimi nitakuja, Mungu wako atakuja. Jiondoe kwa vita zingine, zirushie Mungu. Wacha kwenda kungangana na vitu zingine, ati sufuria, ati majiri mwako kwako ije, ati kwa sababu ndio umetendera umeanguka chini kwa sababu kulimwako. Acha na hiyo story, mwambie Mungu yuko. Wewe ulikuja na hizo masufuria na hizo makarago, hiyo yote kwenu nasikia kunanuka chapati, kwetu kunukagi chapati, but I leave you to God. Na unaenda. Make your heart to understand that the battle is not yours. Let your heart to understand this battle, it is not yours. Hawa mashetani ukiachiliwa, there is nothing you can be able to do. Hawezi doge matoria, you cannot fight them, you cannot conquer them, because they know you, they are seeing you. Ni mapepo yaliyo na macho ya kiroho, wewe hauna macho ya kiroho. Achilia Mungu, mwambie Mungu ino barati yako ni yako. Jiachilie kwa Mungu, jiachilie na utaona atanyanyua mtu, atanyanyua. Huyu Goliath alinyanyuliwa, na kajiwe kamoja. Watu wote mpaka mabrasili, mpaka baba ya Daudi akakuja kushugulia, wakaanza kusema hii si Daudi. Because they never believed that God can enter into something. They never believed that God can enter into a stone, into a sling na afanye kitu. Ni kwa sababu ya nini? Daudi alijiamini. Daudi alipatiana, yani aliamini, moyo wake uliamini kwamba kuna ushindi. Ukitembea na Mungu kuna ushindi. There is power, there is authority. When you are walking with God, there is an authority, there is power. Just remove yourself from the sin, put God kwenye sin. Ondoa. Usikubali kujiweka kwa sin, put God on the sin. Kisha maneno itakuwa venye unataka. Bwana Yesu asifiwe sana. And number 3, how to win these spiritual battles, it is to humble yourself. Hallelujah. Humble yourself. Wacha ujuaji. Tia kurugaruga, tia kuinia kodhi, tia kuikawe kawaguo. No, relax baba. Tunajua kifua chako ni kikubwa. Ninajua uko 6 pack, kama nasemanga 7 pack. Hii hapa ni gani? Ni 6 pack. Hapana. Ni 6 pack hii. Kinua hivi wanasemanga. Niliona kajoro kagu kamefanya tu mazoezi, kanakuja kananiambia hii ni 6 pack. Kanafanya hivi, kanataka sasa hii aguke, hii iende juu, hii rudi chini, hii iende kifua kikaa hivi, mishipa itoke hivi. Kanataka kunieleza dadia ataweza kukuweka chini. Lakini mimi ninamwambia hapana, mimi sitaki hiyo vita. You humble yourself. Don't show like you can fight. Even if you know you can fight, hata kama unajua uko na nguvu, hata kama unajua maarifa uko nayo ya juu, humble down, enda chini kabisa. Jana hapa niliona kuna mama mwingine, ni mama tu huko Ruda, alikuja hapa. Anajua Ndura Waruinge wa TV, lakini hajua Ndura Waruinge wa hapa kanisani. Wakakuja akaingia, akaniambia nataka kumuona mchungaji. Nikamwambia mchungaji ndio pake laini pale, sijui kama utamuona kwa sababu laini ni kubwa, sijui kama utamuona. Akaniambia unaweza kwenda umuongeleshe.
anione kwa sababu niko na haraka. Nikamuuliza umetoka wapi? Akaniambia nimetoka Ruda. Okay, sasa wacha nijaribu, lakini sioni kwa sababu huyo Waruinge, huyo mchungaji wetu ni mkali. Si unajua ni yule alikuwa gawa Mogeke. Najua ni mkali na hatakagi laini ikirukwa. Kwa hivyo wacha tu nimuulize. Nikaenda tena nikarudi. Nikamwambia sasa naona kama maneno haitawezekana. Akaniambia nitakupatia shilingi 10,000. Ongea tu na yeye. Nikamwambia leta 10,000, nikaweka kwa mfuko. Nikaenda huko ndani, nikasema huyo mama mwambie Waruinge hayuko. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu analeta corruption wapi? Analeta corruption kwa nyumba ya Mungu. Na kulikuwa na bujua hawakuwa amekula getheri, nikajua hii ni kunguru imeleta chakula tukule. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndivyo iko. Unakuwa hapo unanyenyekea, wanakosa kukujua kwa maana huyo ni mchawi alikuwa amekuja. Lakini pesa ya mchawi usiwache kula. Hakuna pesa inaweza kurogeka. Kula, chukua pesa ukule. Takasa hiyo pesa, lete hapa kwa madhabahu tukule, tuendelee kukula. Mereno ndilo ndekaona bao. Inatengenezwa na pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii katrosa kagu ni pesa. Na ukipata mijika kama hiyo 5 unang'ara. So humble yourself. Huyo alitoka hapo, alipofika nyumbani akanipigia simu, akaniambia nilikuwa nimekuja hapo kanisani, nikapata watu wako hapo na nimepata kijana mmoja hapo ambao huyo atakuharibia kanisa. Nikamuuliza alifanya nini? Alinikoni pesa, aliniambia alinikoni. Nakumbuka ni mimi alikuwa anaongea na mimi. Sikumkoni, ni pesa ilikuwa inamsumbua. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia wacha basi nikuombea kwa simu. Akaniambia I want to come there. Nikamwambia kuja. Na ukuje na shilingi 200. Kamole hagia. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how God, by humbling down, they will not be able to see you. Na watakujua. Watakuja, mtakaa na wao, mtatembea na wao, mtaishi na wao. Kama sasa nimetoka hapa, nimepiga raundi zangu huko town hivi, nimekuta mawashimeni hapa akisema, "Yaani huyu mtu kwani ni aina gani? Anatoka hata bila bodyguard." Na nikaenda hivyo. Sasa nilikuwa hapo nyuma wakinisekenya, tukaenda tu na wasikiliza. Anatoka, yani hawakujua. Wanasema na mimi ati huyu mtu si kama Manyuru. Manyuru hapa lazima achugwe, barabara ikuwe clear. Ndio akichomoka achomoke kama risasi. Gani kai. Sasa unachomoka kama risasi kwa nini? Kwa sababu ya nani? Tajira leo ni leo. Ijura ni ndo akuniki. Tajira kia maito. Tajira leo Ndura Waruinge leo ategechomoka ati nahitaji mwanaume wa kunifuata hapa nyuma kama inzi. Unanifuata tuende na wewe wapi? Nimekosea nani? Ndio nifuata na watu. Nimekosea nani? Ndakuwa bodyguard yake. No heteirie. Nikikia modo date ndio tukutane kwa barabara, nitakunyang'anya life na ninakwambia nitakunyang'anya. Hivyo kama uko na mahali unaweza kunipeleka, unipeleke haraka. Ukiniambia utaniua, kwani wewe huna shingo? Wewe ndio ungekuwa. Wewe huwezi kufa? Ama wewe uliletwa dunia hii ukatengenezwa na mawe? Na ukasemekana wewe umewekwa si oxygen carbon dioxide, kwa hivyo huwezi kukufa? Hapana, usitishwe. When you remove fear in you, they will not be able even to come near you. They will not be able. When you remove fear, you will walk without any. Najua shetani ndiye anakuambiaga kuwa na mabodyguard. Shetani ndiye anakuambiaga kuwa na watu wa kukulinda. Kuna mtu anakuwa hakuna. Kenyatta alikuwa amelindwa huko Mombasa. Alikuwa amelindwa na majesu, walikuwa wamekaa kwa mlango waongojea kifo ikuje. Juu kulikuwa na helikopta 3 zinazunguka kuchunga kifo isikuje. Ndani kulikuwa na daktari wa kuchunga kifo isikuje. Nje kulikuwa na majesu wamesurround kifo isiingie. Kifo ilikuja ikamkuta kwa kitanda, ikamwambia mzee, "Todie." Ilimwendea kwa kitanda. Maaskari mmoja anaitwa Gigi alijipiga risasi alipoziwa asikie mzee amekufa. Kwa sababu alishindwa atajibu namna gani. Huyu mtu anaitwa kifo alipitia wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. So be yourself. When you have confidence with yourself, you will never cheat, you will never lie, you will never fear. You walk high head and your God will be known. Your Mungu wako atajulikana. Mungu wako atasifika. Mungu wako lazima atatukuzwa. Maana you are yourself. You are walking with God. You are living with God. You trust in God. You don't trust in man. You don't trust in person.
personalities. You don't trust in what you're doing. You don't trust in your positions. Trust God. He's the most powerful. He's the one who can say whether you're going to survive the next 10 minutes. It is not your money. It is not how you know. And number 4, speak it out to God. Speak it out. When you are in a situation, speak it out to God, not to man. Don't come that your kigo kimogia wekatia silly. Kigo kimogia ya nini neno moja. Niambie ni nene maneno 100 yanayotukuza Mungu. Katika hali ya unyonge muinue Mungu. Katika hali ya kunyang'anywa muinue Mungu. Katika hali ya ugonjwa muinue Mungu. In every situation you are in, lift up your God. Mwambie Mungu unastahili kuabudiwa. Hata kama niko chini, wewe uko juu. Hata kama sina leo, wewe uko nayo. Hata kama siendelei, wewe ndiye Mungu. Hata kama tumechanganyikiwa, bado wewe ni Mungu. Hata kama wanataka kutupiga, wewe ni Mungu. Nothing. Speak it out to God. Take your challenges to God. Take your problems to God. He is telling you, leteni mizigo yenu, nyinyi ambao mmelemewa. Bwana Yesu asifiwe sana. That is all what you need to win a spiritual battle. You need to release yourself to God. Hallelujah. The more you release to your God yourself, the more God releases himself to you. Hallelujah. You are surrounded. You are put on an immunity of the power of God. You are put on an immunity that no demon that is ever fashioned against you can be able to win a battle against you. No weapon formed against you can win. It is not by power, nor by what? Oh, by mighty, but it's by what? By the Spirit of God we conquer. By the Spirit of God. Akamwambia Joshua, tembea na ujasiri, tembea na kule kote utaenda, utawakanyaga, utawabomoa, nitakupatia falme, nitakupatia majeshi, utawabomoa, utawaangusha, utawadestroy. Na alipoingia akang'oa. Bwana Yesu asifiwe sana. It's a simple way of how to win this battle. You don't need to come crying, oh pastor, yetio ende atakwambia uchika nitakupiga slap. Mimi si wale mapasta mumezoea. Mimi nitakukula slap pia. Nikwambia uoga toka kwanza, kwa sababu mauoga nyingi zinatolewa na maslapu. Kaliko kakajokire. Hii ni koni hiyo. Hiyo ndio likuja. Hiyo ya yule mtu wa mukeke. Nganga jana alinipigia simu James Mainda. Najua aliongea, alikuwa natusi Rai. Rai amesema Ezekiel anauza mahadi kashifu. Najua Tanganga anauza maji na pia mahadi kashifu. Sasa unapouza mtu wote anafanya kitu, umeguza wote. Sasa wana react. Na najua baba ndio anajua, baba Nganga ndio anajuanga kule. Huyo ndio baba yangu ya kiroho by the way. Huyo ndiye aliniombea toba pale Fabesh, Bafesh pale opposite gara hiyo hotel inaitwaje, Fig Tree hapo kwa basement kingine. Alafu nikamtoa hapo nikamlete hapa. Hiyo shamba na kalia ni shamba yangu. Na nitaenda kumwambia mzee, sasa toka, umechoka, enda nyumbani. Lakini wewe mna rekodi. Akinisikia nitarututiwa. Hata nitusi. Akaniambia na mimi nilikuwa nahojiwa hapa, nikasema walikuwa nataka kuniweka kwa mtego. Ati hawa watu wanauza mahadi kachifu na wanauza maji, si ni watu wa shetani. Nikamuuliza, nani, kuna umesikia Ezekiel akipigia mtu simu kuja nikuusie maji? Kwa Ushaisikia Ezekiel akiambia kuna hadi kachifu, ama imeadvertise kuna hadi kachifu ya kuponya ukimwi, kuna ya kansa, kuna ya nini? Si ni nyinyi mmejipeleka mpaka Chakahora? Nimelipa fare mkaenda huko. Sasa kati ya Ezekiel na wale watu walienda huko, ni nani anafaa kuwa investigated na serikali? Yes. Mnazubua msemo mwingine alienda kwa kichaka, akatengeneza kanisa, akatengeneza kila kitu. Nyinyi ndio mnaenda kumtafuta huko. So nikabia huyo ni njia mzuri ya kujibu. Sababu nilikuwa najua pale wanataka kunielekeza. Sasa mimi nikamwambia, hata wewe sasa ukitaka kuuza, si ukate hiyo kidole yako uuze kama watanunua.
Wacha kuingilia msemo mwingine. Mtu amefunguliwa neema ya kupatiwa pesa bure na watu na wanapeleka. So sasa wewe uombe na yako ishuke. Ati ni mnaona. Yaani ile atuashi wengi mno. Hawa watu ni wengi sana wakienda huko kwake. Huyo ni shetani. Kwa hivyo ni shetani tu anaweza kuvuta watu. Yeah? So there is no God when the crowd comes. Hii kanisa yetu ikikuja ijae mpaka huko wa makorido. Sasa hiyo itakuwa wa shetani. Sasa sisi ni watu wa Mungu kwa sababu we are not progressing. Wakikuyu badilisheni. Wakikuyu badilisheni. Hii Wakikuyu ni wabaya. Ukitembea hata ndio unaona nataka kuoa bibi Mjaruo. Kwa sababu Wakikuyu ni wabaya. Kai. Guy, Wakikuyu wameshtuka tena kwa hiki Mjaruo na twego huko. Alikuwa tutereire. Enyina nyabura. Wathani agosho. Tuhujagi ugo thiko ici. Aiwa tokioga matoka make tuomeraria tu. Getheria mugeni waku. Therefore, tuko number 4 number 5 and the last one because I know time is not on our side. What's the time? Mulitoa ile saa ilikuwa hapa kwa nini? Ayayaya, watu wanafaa kurudi kazi. Number 5, persist on your prayers. For you to win the spiritual battles in your life, persist. Endelea kuomba. Hata kama majibu hayakuji, endelea kuomba. Mtu anaitwa Danieli alijibiwa siku ya kwanza. Kwa hivyo kuna watu wengi hapa mlijibiwa kitabu, lakini kwa sababu ya mfalme wa Persia amekamata malaika Gabriel, amekamata Gabriel ambaye amebeba paseli yako, wako kwenye anga. For the 21 days mtu anaitwa Danieli continued to pray, lakini mizigo yake ilikuja the first day, but he never knew. So persist. Wakati alipersist, Mungu akiwa biguni aliuliza niki gitumire Danieli anegeni huko, na bahasha yake nilipatiana siku ya kwanza. Wakwenda kuangalia, wakaona mwetu anaitwa Gabrieli amekamatwa suruali na mizigo ya nani ya Danieli na imekamatwa na nani na mfalme wa Persia ameshika. Ikabidi Mungu atumane wale watu wanaitwa flying squad, malaika Michael akatumanwa mara moja, na alitumanwa the 21st day. Remember the entire 20 days Daniel alikuwa kiomba. He went on fasting. Aliendelea na kufast, aliendelea na kufunga, aliendelea na kuomba, lakini mzigo yake ilikuja the first day. Alifungua adwenywa murathimiro tene, mwana waku ahonire tene, no tondu wa muhungutiko kuma guthi haria marua ni maikorokire, na aria maikorokire mathire kuria wathiite ria mbere, kuria mundu wathiite ku niko marua maturaga mapio box tondu wakati ulikuja ukaombewa na Waruinge. Bwana Yesu asifiwe sana. Bio na maombi kaigia, ilipoigia kule ile barua ilifika huko, ilitoka kwa Waruinge. Bwana Yesu asifiwe sana. So ile bio box itatumika ni ya wapi? Sasa toka hapa uende kwa nganga, na barua itateremkia wapi? Hapa. Unaenda kwa nganga, unaongojea, unaona haikuji. Unasikia Ezekiel inua ili mali unoralia. Unateremka mpaka Mombasa. Unaenda unaongea na Ezekiel. Kumbe barua iliteremshwa wapi? Kwa Waruinge. Unatoka hapo na unasikia kakade, ule kakade ni watu mama udoma hianeke. Unateremka kwa kakade. Lakini barua iko wapi? Kwa Waruinge. Tulia. Ukikuja ukisikia mwito Mungu alikuzungumzia kuja hapa, tulia tu. Hapa barua itateremka. God will itakuja. Mzigo yako iko imetengenezwa. So continue to pray. Do not kuja ndio kimana ni ndio watakinyeta mwisho. Mundu wa Ngai ndike hoire Ngai kote tu Ngai anaga nyabe gotheka mushuva kamwe, nyabe menyaka ni kule Ngai. Na hivyo ndivyo shetani anataka. Ugoga kama chuba kamoja, ukigoga kamoja, rafiki yako mlikuwa mnasoma kitabu ambaye amekuwa director wa Kenya Power. Ndio huyo anapita asema, "Oh, hi my friend. How are you? Ulienda wapi?" Patia huyu chupa mbili. Unasikia haya. Ikade kuetekeleka. Mwingine anakuja rafiki haya hata ama classmates wanakuja, wanakutengenezea pate. That's the end of the game. Continue, persist praying. Endelea kuomba hata kama hakuna dalili, hata kama hakuna dalili ya Mungu kuonekana in your vicinity. Endelea na uendelee kuvumilia. Pale uliona grace ya Mungu ilikuingililia, kaa hapa.
hapo, usiende kwingine. Hapo ndio barua itateremkia. Ni venye Gabrieli amekamatwa na mfalme wa Persia, lakini at the end of the day Michael atatumwa, ataachilia barua, na ikiachiliwa inaanguka. Na ndio niliona siku nyingine nilikuwa nawafundisha how people have lost, wenye watu wamepoteza neema, wamepoteza vitu zao. Unaona kama sasa, unaona kama hivyo Alice analala, vitu zimekuja, zina nini, zinaenda, zinapita. Unajua ni kwa nini? Ndio unasikia kuna kuoga kwa biguni, kuna kuoga na watu wanaitwa makiateka. Sema makiateka. Nyinyi najua nyumba wengi hapa ni nyumba za kukoboa. Ushakutwa na kiateka? Ushakutwa na kiateka? Mpaka unawish afadhali mwenye nyumba hadi yake kukuta. Kwa sababu kiateka anakuja kana kuuliza mama, wewe uko na kichwa mzuri, hii nyumba nafikiria ilijengwa na matope. Au ulisema uwezi kulipa ama tusubuanage na wewe. Toka nje, toa watoto nje. Sasa hiyo amebeba makufuri. Mpaka ukiangalia kiade yake hapa utoe nguo utakuta kuna mtaro imefinywa na makufuri mpaka hivyo, na nyumba si zake. Bwana Yesu asifiwe sana. They will talk to you nonsense. Wanakuzungumzia kwa sababu hao wamezaliwa wakiwa makiateka na hawakosagi hiyo kazi, wanapataka hiyo kazi. Hata kwa biguni kuko na makiateka, kwa sababu bahasha yako ikiachiliwa kutoka biguni, gari yako ikiachiliwa kutoka biguni, mke wako akiachiliwa kutoka biguni, mume wako akiachiliwa kutoka biguni, ukose kumshika, Mungu anateremshaka kiateka na mabia kule. Kuna mama niliachilia, kuna kamsichana niliachilia na nikamtu fulani, lakini huyo mtu ameenda kutakataka. Sasa hivyo wewe enda ushikilie, wakati atajijua atakuja. Ndio unaona kuna divorce mingi, kwa sababu ulikuwa na bibi ambaye unamkiatekera mwenyewe, akijilia rais, unakuta bibi anaanza kuleta shida. In 3 days unasikia huyo bibi ashaolewa, unashindwa 3 days. Yani onadikoida to itina dira na neohika. Hapana, ni network imekamatishano. Ule mzee amejilia rais, amejijua, amerudi kwa Mungu. Kiateka nabii ajilia mtu wenyewe. Leo unaoa bibi ako na watoto 6 na ana meno. Kwa sababu alikutana na kiateka kia kukunywa mungale. Sasa alipelekwa kwa mungale, akapigwa magumi, ameng'oka mpaka. Lakini ukikuta kwa nyumba yake unakuta mama ni mrembo na ni mzuri na ni mtulivu, kwa sababu amepatana na mtu mwenyewe. Lakini kule kwa mungale walikuwa wanapigana kila siku mpaka unashia umtumio ni ule mararu anakulia. Acha, it can't be. Huyu mbaba alikuwa kila siku kulikuwa na duru, lakini sasa hivi mpaka kimeza mama, unaona alikuwa ni flat screen. Saizi mpaka unaona kumetoka shape huko, unaona kasura kametoka. Yani ni mdomo tu imeigiana kwa sababu meno ilitoka, lakini kwingine nyama zinajirudisha vizuri. Mpaka unaona huyo modo ni agili, hapo akawekwa meno. Jehova. Lakini ako na watoto wangapi? 6. Uliza mwenzako kama hajaolewa, mwambie labda mume wako ako na kiateka wa mbinguni. Hata magari, hizi magari unaona zinatembelea barabara, unakuta Jezida after sasa alikuwa na 60 years, ndio kijana yake anafanikiwa anampatia, anamwambia mama nenda huko bodela gari. Sasa Jezida anakuta immediate neighbor. Kagari alikuja sasa, kalikuwa KAA kanaendaga kamezeka mpaka kanaendaga hivi, anamwambia tukirehe kilima na mere kuna gari yenu. Na hiyo pesa jana ndio ilitumwa na kijana. Kumbe kiateka sasa ameanza kujilia rais. Kiateka ameambiwa patia na gari ya wenyewe. Ukiona unavaa kitu msee, ama unaendesha gari msee, ama ile kitu uko nayo ni msee, hiyo kitu ilikuja kiwa mpya. Hakuna kitu Mungu anapatia na msee. Hakuna. Ukiona mudhuri wako kule hera gakari gakuru, gakari kaumetegea gake gekeru, nilikuwa je gwetaba saizi ameanza kujijua. Kwa hivyo hata angalia, labda bwana yako alikuja kitabu anatumiwa hapo Kariobaki. Labda mke wako hapa kwa Inage Street akifanya hivi. Ndio unataka ukipita, ukifika Nairobi lazima ufike kwa Inage Street, upita tu usikie raha tu ukipita. Kumbe ni spirit kinakuvurutaka. Maana mama anakuaga wapi? Anakuaga hapo kwa Inage Street. Oh my God. Continue praying. Endelea kuomba maana Mungu atakusaidia. Endelea kuomba maana Mungu atakupatia ufunuo. Atakuonyesha, atasaidia. Labda Gabrieli alipatiwa mizigo yako akuletee, ikakamatwa na mfalme wa Persia.
labda amekamatwa. Endelea kuomba, endelea kumuita Mungu, atakuteremsha Michael akuja kupiganie vita na atakunasuria, vitu zako zitakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Uponyaji wako ulifika kitambo, ni vile ulianza kutembea ukakamatwa na mfalme wa Persia. Haleluya. Endelea kuomba. Danieli aliendelea kuomba for the next 20 days, aliendelea kuomba licha ya kuwa the first day ndio mizigo yake iliteremshwa. Continue praying. Usife moyo. Usifike mahali ukaona ni kama umeomba sana. Usife moyo ukaona ni kama Mungu haifikii, ukaenda kwa mtu wa mganga, ukaenda kwa mchawi, ukaenda shakahora. Hapana, God is with you. God is still looking at you. God is still walking around with you. Huyo Mungu hawezi akakusahau. Mimi nilikuwa kitu kibaya, nilikuwa mwizi, nilikuwa mtu ambaye hakuna mtu angetamania kukaribia. But when God came, He came and transformed you. But unfortunately again, nilianguka nikarudi kwa ulevi. Nikanyakuliwa na mfalme wa Persia, akanirudisha kwa ulevi, na nikaanza kukunywa pombe mpaka nikakosa breki za mwili. Nilikuwa najiagusia mavi bila mimi kujua. Nasikia tu kuna kamawe kanipiga, amenikoka hapa chini. Kufanya hivi ninaona ni kamavi kameaguka, kumbe kalitoka zamani na sikujua. Bwana asifiwe sana. Ni ule mfalme wa Persia aliniambia nikukuuradi na kule moge kidurali akanokanywa, wakanipeleka kwa ulevi, nikakunywa pombe mpaka nikaanza kutetemeka. Nilikuwa nafika mahali natetemeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ikagitakari, nikakuwa kitu kibaya. Haungenitamania ati ugo monyo na mokaja komeralia mata. Haungenitaka. Nilikuwa nanuka. Nilikuwa nikitembea hivi unaona maisi za mpaka za yellow ziko hapa nyuma. Ni venye nanuka mavi. Makojo trosa yangu ilikuwa naona ni kama mapu za Kenya zimejichora huko. Bwana Yesu asifiwe sana. But when my God came, wakati alimtuma mfalme, alimtuma Michael, akakuja akaninasua kutoka kwa mfalme wa Persia, nikasimama tena. Ndio huyo mimi natangaza injili bila uoga, wakakuja akanisema ati anumaleo kwa nagati. No, wachana na hao watu, tangaza injili, watangazie na Mungu, tembea na Mungu, maana is here to redeem you. Huyu Mungu yuko. Na kutile kodwa dhieti ako. Na usikubali. Me, I was sweet for the last 4 years. Nilikunywa pombe chang'aa, kuna aina ya pombe sikukunywa. Mpaka nilikuwa na kaniona naona zemeka. Jicho ilikuwa imechomoka kama ya crocodile. Kitanda nilikuwa nalala kwa kitanda yangu. Nasikia tumavi tunakuja na kunia vizuri. Na nasikia vizuri. Alafu nalalia kwa sababu ya iko na joto. Nalalia. Kuamka asubuhi unakuta ni kiugali kimejipaka hapa hivi. Nyumba yangu hata panya zilikuwa zimetoroka kwa sababu ya mnuko. Mimi unaniona hapa. Hapa gong. Mimi unaniona hapa. Lakini the same man you're saying now. When God comes, He will change you. When God comes, He will make you a new figure again. He will make you a new creature again. He will transform your life. He will turn around the situation that they said you are in. That situation you are in now, it's not a permanent situation. Continue with God. Endelea kumtumainia huyu Mungu. Endelea kumuita licha ya unyonge, licha ya mambo yoyote yale. Oh my God, just continue. Ya mwisho kabisa, this is Paul's word in Ephesians 6 verse number 12. For our struggle, Ephesians 6 chapter number 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers of dark world, and against the authorities, and against spiritual forces of evil in the heavenly realm. Ooh. So who are our enemies? Our enemies are the rulers. Our enemies are the authorities. Our enemies are the powers of dark world. Our same enemies are spiritual forces that control us. Hallelujah. So that is why you need to continue praying, because those are your enemies. Hizo ndizo zinazuia milango yako kufunguka. Hizo ndizo zinazuia neema ya Mungu kushuka. Hizo ndizo zinazuia wewe kuinuka. Simama kwa miguu yako miwili, ufungue kinywa chako, mwambie Bwana nisaidie niweze kushinda vita. Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba zamani, tunasema Yesu nitie nguvu nimalize salama.
Mwambie Yesu, nitie nguvu ndio niweze kumaliza mwendo huu salama. Mwambie nipatie nguvu na neema nikatembelee katika mamlaka yako. Baba barasete riala na bashe. Sisi kama unaelewa huo wimbo. Kama hamjui muachane nao. You know the song? Yes. If you go ahead. Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama. Hai kidogo. Yesu nitie nguvu. Mwambie nitie nguvu Baba. Nimalize mwendo. Kwa hivyo kuna mwendo lazima tutimize. Nitie nguvu nimalize mwendo salama. Yani mwambie mwendo ninaopitia ni mgumu. Mwambie majira ni magumu. Mwambie uwezo umekatika, lakini kwako nitafaulu, kwako nitainuka, kwako nitabarikiwa, kwako nitabarikiwa. Fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, nena na yeye. Mwambie niko kwa nyumba yako, nimekuja kukuita, nimekuja kukuita, nimekuja kukuita, nimekuja. Mwambie I'm in your house, I'm in your house. Send Michael to rescue me, send Michael to change my life, send Michael to come and transform me. Sema Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama. Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama. Inua tu mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. mwana wa Mungu aliye hai. Yesu wa Nazareti, Yesu wa Nazareti, niko hapa sasa. niko hapa sasa. Nimejua bila wewe siwezi nikafaulu. Nitie nguvu, niweze kushinda mamlaka, niweze kushinda watawala, niweze kushinda nguvu za giza. Bila wewe siwezi nikashinda, siwezi nikafaulu. Nahitaji mkono wako. Sema amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watoto hawa wako nimewaleta mikononi mwako, ukawafariji, ukawasaidie, ukawaneemeshe kwenye neema ndogo ndogo na neema kubwa kubwa, ukawafaulishe katika malengo ya kwako, na ukawapatie vibali mbalimbali. Ninakamata anga zote zilizozuia baraka zao. Ninakamata mfalme wa pasha, navunja na kuharibu kazi zake zote. Nampatia upofu, namlemeza mikono yake na miguu yake, asiweze kukamata ama kushika anga ya mtu yote ule. Teremka ukajidhihirishe kwao.
Teremuka kwenye kazi zao, kwenye familia zao, kwenye huduma zao. Teremuka ukaonekana na ukajulikane. Hakuna Mungu kama wewe na hakuna aliye na uwezo na ushinda wako. Baba, ninavunja nira, ninavunja misingi ya kifamilia, misingi ya kitamaduni, misingi ya wachawi wote na warogi na Illuminati. Ninavunja misingi ya kidini katika maisha ya watoto hawa. Waachilie huru, waachilie huru, waachilie huru. In the mighty name of Jesus Christ, I trust and believe. Someone say amen. Believe that God has set you free.